hii inaitwa hii ina mafupa inaitwaje? Vileti. Nikakuta vileti. Kwenda kidogo nikakuta Keng'ang'i. Kile kikrabu kimekaa kimeukua vizuri na kimewekwa red. Kwenda kidogo nikaangalia. Kai. Sasa nikaita, mimi nilikuwa mjanja. Nikaita kijana mwingine. We, kuja. Shika hii. Nikamwambia shika hii. Nilipomwambia shika hii nikamwambia enda ukae pale na kuja. Enda ukurage na kuja. Akaenda, mimi sasa nikarudi, nikachota hapa kwa sababu niliangalia. Sasa hiyo mtu alikuwa mbele yetu ni Gideon Moi. Sasa niliona venye amechota yake kidogo, akaeka kidogo hapa, akaeka kidogo hapa, akaeka kidogo hapa, akaeka kidogo hapa. Kufika kule yule kijana ananiambia shika chakula yako, acha nikaendea yangu. Nikamwambia hapana, kaa hapa. Bwana asifiwe sana. Because I was not yet nikiwa kwa Mukuru. My mind was not operating in the limitation. Bwana Yesu asifiwe sana. My mind was not operating in the limitation. My mind was open to the blessings of God. When you operate in the limitation, your mind is closed to the blessings of God. But when you open yourself, you are open to the blessings of God. Bwana Yesu asifiwe sana. So from there, nini nilifanya? Niliingia choo. Tulipoingia choo nikakuta serviette za huko, tissue ya huko imeandikwa jina Intercontinental. Nikarori kwa mkono, nikarori, nikaikuja nikaweka kwa mfuko. Nikaenda nikakuta katudhupiki kamewekwa ndani ya karatasi hapo imeandikwa Intercontinental. Nikauma twingine nikaweka kwa mfuko. Nikaenda nikapata serviette nazo zimeandikwa Intercontinental, nikachukua. Nikaona sukari imefukiwa kwa karatasi kametosha na hivi imeandikwa Intercontinental, nikaweka. Sasa nikitoka huko nilikuwa natembea hivi, unaweza fikiria ni pesa niko nayo, lakini nimebeba niende kutisha Mukuru. Kufika Mukuru nilitisha. Kila mtu alikuwa anamwambia nini hii? Angalia, nini? Akienda kunikaribia na wewe usiguse. Wewe. Nikakaa bali kidogo namwambia angalieni. Sasa vijana wote wa Mukuru walitamania kukuja huko. Alafu kila mtu nilikuwa namuhusia toothpick, nilikuwa nauza 10 bob. Ingine nauza weke kwako ikuwe souvenir. Tissue niliuza. Nikauza serviette huko. Mukuru niliuza. Nilitengeneza kitu shilingi 600. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how you operate outside the brackets of poverty. Because when you operate under the limitation, it means the capacity for you to think is limited. The capacity for you to expand is limited. And that is why umetoshereka kwa hako kanyumba. Mwambie mwenzako hama hiyo nyumba. Mwambie hama hiyo nyumba. Wenu amwira. Hama hiyo nyumba unakaa. Think big. Think far. Think everything. Maana wale walienda kuanzisha America, they were not Americans. Bwana Yesu asifiwe sana. They were from Ireland, they were from Europe. Wakaenda wakaingia kwa a new land. They took an initiative. Wakajenga a great America. Until today, the vision bearers, the vision that these people had, it's a big America. What if you carry yourself the mediocre mentality? Unatoka hapa, unaenda ile kazi unasafikiria tu ni ya kwenda kufanyika mtumwa. Ambia mwenzako mimi sitafanyika mtumwa. I am only a mtumwa now. Mwambie I am only a mtumwa now. But tomorrow I will not be a mtumwa. Nimekataa, mwambie nimekataa. Overcome. How do we overcome the limitations? How do we shut that door? It's by overcoming temptations. If you overcome temptations and unajua watu wanafikiria temptations ni kupatana na mdemu akufanyia hivi ama ufanyie mdemu hivi, ati hiyo ndio temptation, na kwenda kulala naye ndio temptation, ili kwa majaribu. Hata kukaa into poverty ni temptations. And in fact afadhali mdemu kuliko kukaa into poverty, because God hates. Kuna mahali Mungu amesema ana hate mdemu, lakini God hates what? Poverty. He hates. Yani ni Ngai niathuire kiguta, niathuire mundu ucio tari. Yani overcome the temptation. Engage the Spirit of God in everything that you are doing. Engage the Spirit of God, the Spirit of success, the Spirit of conquering, the Spirit of winning battles, the Spirit of going forward. He told Joshua, do not be afraid nor be dismayed. I am going to be with you. And what you are going to do, you are going to kill people.
It is God. Hakumwambia you are going to dine with them. He told you are going to kill. And from verse 1 mpaka verse 8, Joshua killed 8 kings. 5 kings. He killed 5 kings. In the name of God. Not in the name of the devil. In the name of God. Because God loves winning battles. And if your God loves winning battles, ni nini tena? Pole. Tulia tu. Hapa ni kwa General Commander. Hello, Mungu wetu ni mkubwa. Si Al-Shabaab. Okay. You see now, God is a God of expansion. He gives you a territory. When he says he's a God of one, nataka tu preach pamoja leo. Is God of two. Is not a God that pulls you down. That yesterday you are living well, today you are not living well. That is not God. That yesterday you are driving, today you are not driving. That is not God. That yesterday you are living in a nice house, today you are not living in a house. That is not God. God is a God of one glory to another glory. God pushes you from one level to another level. God elevates you from one sector to another sector. God is a God that builds your brain, because the brain he has given you has a capacity to grow. That is why it is called medulla oblongata. And it is featured, covered, and it is white, pure, because God is pure. The purity of God. And from here, you generate the energy to succeed. You generate the energy to conquer. That your enemies should be your footstool. Your enemies should be seeing you growing. Not from one level, but only that level, but the next level. If you find yourself in the whole one here, hakuna kitu mwaka hii tumekaa hapa Agnes wakoro, mwaka yote toikara na yewe hanodoro raki yaga. You need to go and kneel down and seek God forgiveness. Umenielewa? Ede ufanye calculation ya mali umekuwa kiomba Mungu. Angalia kama huyo Mungu mlikuwa na yeye. If you never moved to another glory, then you have a big serious problem. Ukoleto ukikana na ngoma. Acha kuniangalia vibaya. Our God is a God of one, two. Na mwaka mzima hauja move a single glory. Do you want to tell me I can follow your God? I can't. Do you want to tell me you have a God in you? There is no God. If there is no glory, hata kama ni 1 feet, hata kama ni kakitu, ulikuwa unavaa t-shirt saizi unavaa shirt, ulikuwa unavaa hata kama ni ya mtumba lakini ni linen kama hii yangu. And I don't say, sikusema ni linen, lakini kama ni umevaa kashati, hata kama ni kamutuba lakini ni kalinen, ukipita kwa mtaa watu wanasema you're going expensive. It is the glory. Bwana Yesu asifiwe sana. Akiangalia kiatu, hata kiatu ni ya mtupa, lakini venye hiyo kiatu imedesigniwa ni ile ya Italian, hata kama mwenyewe amekufa, lakini ni kiatu mzuri, watu wanasema kaina kiatu kiagai. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what you call the glory. That is what you call you are moving to the next level. That is what you call that God is with you. Because for you to be known, you have a God. Your God is known by the actions around you. Bwana Yesu asifiwe sana. No, I have to speak what it is, because I know my God. My God is a God of one glory to another glory. Since the day in 2019, October 13, I have seen God. Hiyo October 13 tulikuwa watu watatu. Tulikuwa tunaomba speaker kama haka. Tulikuwa tunasaidiwa na kamurevi kekini hapo. Na saa nyingine kanakuja wakati umehubiri kana kawaambia ati nataka kuchukua speaker. Sasa wao walifikiria ati umehubiri, sasa kamefikia kakiwa nje kamesikia kuokoka. Sasa unataka sasa unataka kuachilia neema ya wokovu. Unasikia pastor, basi kuna event tulikuwa tunaenda, naomba nichukue speaker. Unaona kifukuliwa. Sasa unajifanya ni kuhubiri, lakini uko ndani kuna machungu, kuna kitu kinachamuka. Sasa hiyo unaanza mpaka kuhubiri ukifanya hivi.
eti ni t-shirt ya wacha nabeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Paka msichana mwingine alikuwa anaitwa Recho. Tukangangana tukakosana, walikosana na mama Nyabura pale. Kwa sababu nilikuwa nawaambia tulikuwa tunakomboa hall, social hall ya Jericho. Na parawa ilikuwa ka 2000. Na tulikuwa tunataka tuchukue 2 hours, at least 4000. Hiyo 4000 kutafuta gari ilikuwa issue. Karo anatoa shilingi 200, Wanyabura anachukua toa 100, mimi natoa shilingi 50, ule mwingine inakosa kutoa. Paka msichana mwingine tulikuwa sitaki kumtaja jina hapa kwa sababu mpaka akafikiria kubefriend yule caretaker wa hiyo hall, wakuwe rafiki ndiye atufunguliage. Bwana siwe sana. Because aliona tunahitaji hiyo, lakini moja nitoe sacrifice ya mwili. Nikamwambia bana, ito hatujafika hapo. Lakini kutokana na hiyo mentality, Mungu akatutoa hapo, akatupeleka wapi? Akatupeleka hapa City Stadium, tukapata kanyumba hapo. Sasa swali ilikuwa wao niliwapeleka Karo, nilikuwa na Wanyabura, tulikuwa na Alesi na wengine tulienda hapo, tulikuwa tusapa kufika. Kwa hiyo sasa nikaambia sasa leteni mafuta tubariki. Tubariki nyumba. Sasa tumeshindwa, hata huko tuko na deni ya Jericho sasa. Lakini tunabariki nyumba. Sasa mimi nilikuwa naangalia hivi kwa jicho nione wenye wanafanya. Lakini nilibariki, nikamwaga mafuta chini, nikaeka msalaba, nikashika nyumba. Vitu zingine nafanyaka ni ujika, lakini God nilienda nikaeka msalaba wa Yesu. Nikaambia Mungu, sasa ketunyo nyumba yako. Immediately mtu mwingine akanipigia simu. Kisichana kilikuwaga kirafiki yangu, kilikuwa kinafanya, tulikuwa rafiki hapo Pereni. Sasa kaajiriwa kazi kule State House. Akanipigia simu, anaita kwa Irene. Akaniuza weko. Nikimukelenya weko abai. Na alafu akaniita Ngite. Najua watu wa Kerenyaga lazima akuite Ngite. Weko Ngite. Nikasalimika, tusikuwa nimeona, nimekumbuka hapa, nikaona sasa, nikasikia sauti, nikakumbuka ni yule tulikuwa ka friendship. Akaniita, tukakutana naye pale Nyayo House. Sijui alikuwa naenda wapi, akaniita niende. Akaniuliza, "Niwatigire oli mungi teno?" Nikamwambia, niliwacha sasa, hata nimeokoka. Nendelea liwo ni urabonokire. Na ni urabunjia. Sasa nikaongea mimi, nikafikiria ni nini. Mama akaingia kwa kibeti, akaniuliza, umelikoboa nyumba? Nikamwambia nema, wewe maheni mono urenda kudunya besha. Nikamwambia haki mayagai, mayagai. Ana ndenda kuthikoria. Sasa hiyo nilikuwa na hiyo karatasi ya kiateka ile ya kwenda kujaza. Nikamtolea haraka, nikamuonyesha ndio hii. Akaangalia, akaona ni 40,000, akanipatia 160. Nikaenda nikalipa nyumba. Because niliaminia Mungu na nikaweka msalaba wa Yesu. Sometimes ukienda mahali, weka msalaba ya Yesu. Ukienda ploti, hata mmoja yako ndio maploti na hau, weka msalaba na uambie Mungu, nyaganywa hiyo ni yako, nimekupatia, nyaganywa. Because please, inua kiwango cha maisha yako, inua kiwango cha kufikiria, inua kiwango cha mahali huko. Usikubali, usifurahie in that position. That position you are, that is not your position. You are just seated. Uliambiwa ikaraha utukureheresha. Inondo nero ikarage hau. Wewe ikaraha. Tunywe gikombe gya cai nigetha tuthii na mbere na thabarĩ. The journey continues. The journey is still going on. Don't sit where you are told to sit. Don't be stagnated. Don't sit there. No. Just be kunywa kikombe ya chai na umurie. Twende sasa bai twendie. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't be happy with where you are. Always karaga murakaru. Kanga kama umekasirika in that position, unaambia Mungu, no, this is not me. I cannot continue to be in this. Sometimes ukiita Mungu, mvurutie kiti kama ile, mweke hapo, na weka hapo. Muulize Mothe, msimuite Mungu. Mwile Mothe, urenda jikare maisha ya ginyari. This is not my life. Did you create me for this? No. Na unamkumbusha Mungu, chukua hiyo Biblia. Namwambia fungua Genesis 1:28. Soma. Atasoma anasema, I blessed you. Sasa kama you blessed me, is this my life? Hiyo mzee atasikia aibu kwa sababu ameandika hapo.
atasikia aibu, atasema heda Katani, huko Katani kuna kaproti, atakushikanisha tu mpaka utajikuta huko. Because when you refuse to be in the position, if you refuse to be where you are and tell God, this is not my position, this is not my portion, this is not what I am supposed to be, I am supposed to be a great man, he will grant you. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi niliambia huyu mama sijui alienda, wakaenda wakaomba viti vya plastic, nikazikuta huko City Stadium. Nikamwambia asante, tumesikia, tumesikia, asante. So nikakuta viti vya plastic 5, nikazishika, nikazishikanisha, nikaziweka pamoja. Nikamwambia beba, I did it practically. Nikamwambia beba, shika padio na mimi, tukazitoa kwa mlango ya kanisa, tukatoa nje, na kanisa haina viti, lakini tulizitoa. Nikamwambia ishi siume huko na sitikana choke huko. I made a decision. Kwangu hakuna kiti ya plastic, kwa Mungu namwekea kiti ya plastic ya nini? For sure. In my house I've never seen a plastic seat in my house, and now God has given me a house where I will be worshiping him. Alafu nichukue plastic ambayo haiko kwangu niwekee hapa. Do you know that is what causes us to suffer? Because how you level your God, he will be treating you like so. How the grade you put your God, that is how he will be treating you. Mimi nilipigia mtu mmoja najua simu kale gara, anausaka hizi viti zile za kwanza za red, kama zile mzee zile. Nikampigia simu, nikamuuliza enao ya dagia ite, akaniambia ndio tadehera ite igana rimwe. Na saa hiyo sina hata kitu. Hata huko Matumbo nasikia joka zikipiga makelele, maana wakati wa kukula chakula umefika na hatujakula. Niliitisha viti, zikakuja kipika hapo kikapaka, wakaniambia pageni viti. Walipopaka viti nikamwambia ndiroka. Nikamwambia edaga nakuja. Na siku hata dururu. Ikifika jioni mtu mwingine kutoka Amerika akakuja kaniambia, nilisikia ulifungua kanisa. Kanisa unataka nini? Nikamwambia nenda chukua hii namba, pigia huyu, tuma pesa. Hiyo pesa unataka kuniambia tuma. 2 days later nilituma pesa, because niliichukua kwa imani na niliambia Mungu kwa kutigo ikariro ite sia plastic. Watakalia zile wanaitaka za mapasta ndizo zitakaliwa na washirika. Na nikasema kwangu kanisani hakuna ubaguzi, itakuwa kila mtu atakuwa sawa. Na imekuwaje hivyo? Juzi tu ndio niliona Pastor my friend hapa, kuna Mnigeria, alikuwa Mnigeria, alikuwa mkabila gani huyo? Huyu prophet alikuja hapa, Nigerian American. Uliona venye Daudi alimpangia viti vizuri hapa? Kai viti, alitoa mpaka viti za kuku, akapaka vizuri. Mpaka mimi nikakuja nikachukuliwa na Asha, nikakuja nikakaliswa kiti mpaka sijaikaliswa tena. Mpaka gelile yao ikala gongo. Lakini ulifanya mzuri. You treated that a prophet of God. You treated him good. Hivyo na wewe siku moja you will be treated like so. Bwana Yesu asifiwe sana. Alimuinuliwa kiwango, alimuinulia. Hivyo ndivyo tunaambiwa nabii wa Mungu akikuja, muinulie kiwango. Huyu jamani hatari, alinifukuza mpaka kwa ofisi yako. Ainulie huyu nabii kiwango. Nilikuta kwa ofisi yako, nikakuta kiti ofisi imechukuliwa, taken over. Shaken together. Hata mimi nikisafiri nitatengenezwa ofisi kama hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna hizo ni mbegu, ni kupanda. Panda mbegu. Mahali unataka kwenda, panda, plant a seed, you will harvest. You may not harvest here, utai harvest na huko nchi nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. And that is why I normally tell you to practice to give, to be a helper of the society. Wale wa mama wanakujaga hapa, mumeona vyote vya wameshona mzuri, mununue. Hizo ni fast fruit, mununue. Hamwezi jua ni mbegu gani ni tulipanda hapo. Mununue. Yani mungangane kanisa na nyinyi naambia, mungangane sana. Kitu kama hiyo ukiona imekuja, ngangana tu. Hata fadhali wewe ukalale njaa, ngangana tu, grab it. Anything that is of the altar na imezaliwa kwenye altar, ngangania. Chukua tu. Hata kama hauna, ngangana uchukue. Haujui ni nini kimepandwa hapo ndani. Unaweza kuwa umebeba altar mzima unapeleka kwako. Kifika tu kwako unakuta maneno imeanza kung'ara. Kila kitu kimeng'ara, because it is a child
of the altar. Learn to be. Naona vitu za kimadhabahu. Learn to grab quickly. Ukisikia kuna kitu kanaachiliwa, nikisema mtu anataka kubarikiwa, kuja tu uguze mkono wangu hapa, kibia as much as you can. Because si mimi nimesema, kuna kitu Mungu ameweka kwa hii mkono, anataka kuachilia. The clever people wanakimbiaga, wanakuja na wana grab. Unakuta umezubaa hapo wewe, kwa sababu ni Mr. Nice, unakaa tu ushugulie maneno, utakuta baraka zinaibiwa. Wakati wa Nigeria walijua the season ya Kenya kubarikiwa, get me this, wakati wa Nigerians, pastors Nigerians walijua the season, na American wakati wajua Kenya now the season for the revival imeingia, mlango wa revival umeingia, the first people to come and claim the revival walikuwa Nigerians. Where we are seated here, Joshua nani? Solomon alikuwa. Huyo mwingine anaitwa nini? Suleiman. Johnson Suleiman alikuja. Huyo mwingine alikuja ni nani? Ule mwebamba hivi. Na huyo mwingine Eneche. Paul somebody Eneche alikuwa hapa. Mwingine alikuwa pale City Stadium. Mwingine alikuwa pale. Nigeria wale wanajua kuiba nyota wote walikuwa Kenya. Wakakuja wengine sasa, wale professional pale City Stadium, wale pale Nyayo Stadium. Wakakuja sijui ni wamama wale wa elimu wale walikuja, wale walituagushia apostle wewe nani? Akibishop. Walifanya akibishop, nilio na akibishop. Kai apostle hata yameanguka. Wow, American top graduate from American. Ni mwingine ukasikia ako Narok, mwingine ako Nakuru, mwingine ako Mombasa. Hawakuwa nakuja kuhubiri, walikuwa nakuja kuchota nyota. Bwana Yesu asifiwe sana. Waliiba nyota. Walikuwa wamekuja kuiba nyota. Ndio wakashika who is the chairman. Ni nani chairman wa mabishop wote wa Kenya? Ni Bishop Harrison Ng'ang'a. Walitembea na yeye kwa sababu yeye ndiye alikuwa na kifunguo. He is the gatekeeper. Ndio nakamseka anaitwa Benny Hinn. Kalikuja kakasema kanataka Harrison. Na wakanunulia Harrison nguo kama ya Benny Hinn. Kwa sababu Harrison ndiye alikuwa na nini? Kifunguo. Kaliopa kweli, kaliambia mapasta, nyinyi wenyewe mjiobedi. Maana mwenye kifunguo hako wapi? Hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. You understand when the season has come, unakimbia. Ukisikia kuna neno limeachiliwa, wachana na hawa wanakujaga. Unajua sasa mimi naweza kuja hapa nilete mgeni, hata ndio naona mimi naogopa kuleta mgeni kwanza hawa wakuwaka moto, kwa sababu nitaaibika tu hapa. Maana nyinyi wote mtatoa sadaka mingi kuliko mtatoaga. Alafu mtasimama kwa viti ya mtakaa chini because the power pack. Bwana Yesu asifiwe sana. Because all of you, preach it, man of God, preach it. Unakuta watu kinyamoto taragia kanisa ina na mkuta amesimama juu ya kiti. Sasa mimi nikiwa mchungaji pale naangalia Oleando Marugamire, mpaka naenda kuangalia kwa YouTube nike haje hetageria gai. Ni wapi sifanyagi. Bwana Yesu asifiwe sana. The prophet you are under, no matter how he is or she is, the prophet, you are prophet, the person you are under, learn to be a blessing to that person. Whenever he releases a word, stand up immediately and pokea hilo neno. Ukisikia kuna kitu kinatolewa, make an effort kujitolea, utoe kitu, uconnect to that season. Maana nikiwa hapa kuna kamulangu katafunguka. Ninaona katika hiyo mahubiri yangu, katika a second will come, kuna mlango itafunguka. Na sasa hiyo kuna kitu nitaachilia. Maana nimesikia mlango imefunguka. Sasa hiyo unasimama. Wewe nyinyi mnakaa tu mmeng'edia. Amen. Uzuri wenu mumesoma. You are decent people, hampatagagi makelele mingi. Amen. Amen. In the matter of spirit, you become indecent because it's grabbing. Whatever it's being released, unaruka, unagrab, unasimama. Ukisikia declaration zimeanza, unasimama, si kukaa tu chini. Laito mugo turamwena thina mwaga kwemenyerera. Na ndingĩenda gũkorwo na inyuĩ mũkĩrĩa thĩna. Sasa kama usikue, maana nikiangalia mumetakataka kanisa mingi sana. Si eti kuna baraka huko kwa sababu haukuelewa.
hizi maneno in the spiritual. Ukisikia kuna wingu, ukisikia apostle ameanza kuachilia, ameanza kusema mbarikiwa, simama immediately. Na saa hiyo ndio unatoka kamia kale ulikuwa umeficha na huko kana haha kafa akue. Tikisa kidole haraka, chomoa. Ama ile ulikuwa umeweka kwa matiti, ikiza huko, chomoa. Sasa hiyo kawekelea hapa, connect with the blessing, connect mara moja, uone venye Mungu atakutendea. Mwadhani ya bosho na utaona umekuwa connected immediately. Lakini siku kati unangalia amen, amen. Hata mgeni aliyokaka huko anaona amebarikiwa na ameenda. Because there are people who know nyota ni kuibiwa, zinaibiagwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyota ni kuibiwa, nyota huchukuliwa. Since the days of John the Baptist, the kingdom of heaven is servants and the fathers. Acha nipuge hapa, naona watu wanaangalia hapa badala. Nimekuwa safi. Good. Ndio kujua ikifunguka moja kunichukua vibaya. Siko nataka muone. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnaelewa? Mkiwa na nani? Mkiwa na Agnes. Thank you very much. Tumesikia overcome. Overcome what? Overcome what? The temptation. Engage yourself in the Spirit of God. To overcome the temptations, you need to engage yourself. Number 2, rise above offenses. Bwana Yesu asifiwe sana. Rise above any offense. Nisikuje hapa nimekukanyaga, atataona Kenya ni bara, kumari hau ni bara ginya, unasimama umenikanyaga wewe. Ni sasa na kuona hata juzi nilikuangalia nikaona kuna kitu wewe kwa nini uko kwa nao. Refuse to be offended. Whatever the situation it is, I will come, maybe I will offend you, not because I wanted. I will offend you because you have your own class and I have my own class. Within my own class, nimekuingia na hukufurahia. Don't be offended. Refuse. Because when you are offended, what happens in you? Your spirit is disturbed. At the moment your spirit is disturbed, the connectivity, the connection, the flow of the spirit inakatika. And that is what the devil will be looking for. Ndio unaonaga ukikasirika, si unaona nakwambiaga na kununuliaga lollipop ama tropical, nakwambia weka kwa mdomo ndio maneno isitoke. Ama nakupatia glasi ya maji, we kuda mai ikae na unamwambia usimeze, ndio maneno isitoke. Because ikitoka na mimi nitaachilia yangu, na utaachilia na mimi niachilie, na mimi niachilie. Kutoka hapo gumi pupu tumeagushana. Refuse to be offended. Because the devil will find every way to offend you. The devil will find every system, and many of us have lost it because of offense. Many of us hapa tumepoteza. Wengine wangekuwa married sahi, lakini because ya makasiriko, because alisikia, aliambiwa na akasikia ati girlfriend ati wameonekana na huyu mzee wakicross ile barabara. Na niko cross, walikuwa na cross. Agnes akamwambia ni ndamona makirogo. Na Agnes yakuwa na ubaya, na yeye umemuuliza nwanyo na John ha ndamona makirogo na lena na Nancy makirogo. Na nikoro suspect Nancy na John kuna kitu wanakuaga. Na huyu ameniambia innocently kama sister wa kanisa. Tadama, nimeona wakicross hivi. Kutoka hapo wanaanza calculation chwa. Alafu bahati baya upite hiyo barabara uone accommodation available na uwakose. Na bahati baya nikatururu kapoteze network hapo, izime mteja unayemtafuta hapatikani kwa sasa. Ameingia wapi? Hapa juu. Rimashando lolo sana. Apostle kanitha ile mwathani arajereria kanjira kule kanitha ile kwena roho wa umaraya. Na hakuna mwathani, hakuna, ni machungu ile imeingia kwa ngoro yako, umechomeka. Sasa automatically machungu inakwambia mwathani ameongea. Hakuna mwathani yako hapo. Ni bitterness. Baada ya kupiga tu simu una na yeye kwenda, kumbe alienda kucharge mahali kasimu ndio akupigie. Baada ya kuambia apostle mwathani ni akwalelia, wewe anakuwa weha deha keni komwe green corner mkawaye hau na ndagweteria ka coffee thioke kwenda huko na mkuta kwa peke yake mpaka amekuitishia coffee. Na already apostle ameambiwa kuna spirit ya umaraya because you are offended.
Many of us, we have lost opportunities because of offense. Honestly, God have tested. When God want to bless you, he tests you through that process of offense. God will put you through pain. God will put you through rejection. God will put you through some things that you will be feeling, acha kama hata kama ni Mungu acha akae. Bwana Yesu asifiwe sana. Bako nakuwa kama Habakuku. Every time you are talking is about regretting. But one thing I want to assure you tonight is that if you refuse to be offended, hata nikufanya kitu gani, hata kufugelesha vibaya, hata kuambia kitu baya, just refuse to be offended. Wewe cheka tu muondoke. The best thing you do, just muondoke tu. Na umwambia I'll see you tomorrow. Na unaenda ukismile. Kushida maadui, smile. Kushida watu, kushida Shetani, smile. Kushida vita, smile. Kushida huyo mzee anakujaga na kuita takataka, mlevi, nyang'au, maraya hii, smile. Kesho hata kusmile, hata kuambia kitu, atakuchapa kofi kwa sababu ameona unaendelea kusmile. Kofi moja tu, na kuchapa kofi, smile again and even better. Kesho hata kupiga, atakuja, ataanza kulisten. Anakuja saa 6 usiku, atakuja kesho saa 3. Anajifanya na anakuja na anakaa pale na anavuruta kiti na anachukua remote. Na si remote, anataka tu kuchange. Amekuta ameweka kumbagia, anachange, anaweka Arsenal na Barcelona ikicheza. Na si ya mpira, anataka kukuangalia because anataka kustudy. Why have you changed? Why? Mbona ukasiriki? Na zamani ulikuwa sasa ndio hiyo unakaa kidogo, anakutime ukiingia kitchen hivi, anachukua simu haraka na scroll kuangalia kama ni mwanaume mwingine umepata. Sasa uzuri wenu mnaandikaga mtu wa makaa, mtu wa nini, mtu wa sukuma. Because ataanza kuwa suspicious. Why? Because the attitude ambayo ulikuwa nayo ya makasiriko imeondoka. So you have started now winning the battle. The moment now ataanza kubehave, kuangalia simu, you are controlling now this person. Na atakuja, character yako ina change. Ukichange character towards them, they become humble. They will start following. Sasa ataanza, ukiwa naenda kanisani, alafu nunua kaguo kasuri kama ni mama, nunua kaguo kazuri kabisa. Ukitaka kushida mwanaume kama mimi, nunua kaguo kazuri kabisa. Sasa sasa nikiangalia na siku kupatia pesa hiyo hata fadhali ukope neighbor, ununue kaguo expensive, uvae sade, umake sure nikiwa katika breakfast pale ndio unanipita na unapita na hiyo guo. Alafu ununue ka perfume, hata kama ni Sudan, el Sudan, upige ama ni Oranda, piga ukipita na hiyo marashi. Next Sunday tutaenda na wewe kanisa, maana nitaona hapa kwa modromio radhi next Sunday nitakufuata mpaka kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikienda huko utapatana na waroige, unakuta kai au kaka kanisa tena anakuja hapa, ni waroige ule joy wamogeke no wahudia ile tikiaraga, yani aliokoka wananijo hiyo digoshoka konywa. You have won the battle. You have won the battle because you refused to be offended. Do not be offended by anything. Don't. Even if they come, they abuse you, be happy. They say anything against you, be happy. They say you are bad, be happy. Wakikuita maraya, be happy. Wakikuita nini, be happy. Utawashida. That is the greatest weapon to win every battle. Any battle around you, you will win. And that's why I'm telling your neighbor, shut that door. If you shut that door, I'm telling you, everything you aspire to be, everything that you want to become, you will win. You will defeat them without lifting a hand. You don't need to lift any hand. You don't need to open your mouth. You don't even need to talk. Just be happy. Nikikuita nogo hii unafurahi. Si unajua nogo inaogeaga na nogo tu. Si ufurahi. Si hata yani nogo. Nikikuita ubwa hii, si unajua tu ubwa inaogeaga na ubwa. Si ufurahi na huku, maana hata yeye amejiita. Na uendelee na safari tu. Yeye mwenyewe atafika mahali, atakuwa kiangalia hivi, ataanza kukususpect. Kitu ya kwanza ataingia kwa simu, atafute kile majina, atapata ni mtu wa makaa, mama wa nyeni, mama wa nyanya. Hiyo vitu ndio atapata, anko wa Githurai, tata wage Thumu. Hiyo maneno yote ndio atapatana nayo. Sasa ile kitu ataanza kuangalia ni kucheki bagi yako. Sasa ukiona ameanza tabia hiyo, ngara, weka mingaro.
weka mng'aro mpaka ukipita hapo. Viteke siku hizi hapa Isirizi ni pesa mdogo. Hata ukotunua kiteke mzuri ama kiguo kina shine. Na kiatu alafu utafuta kama wewe ni mama, wacha kuvaa flat siku hiyo, vaa ile ya CEO. Kan. Alafu weka mdomo ikuwe red kidogo. Usiweke ile red mingi, weka kidogo. Alafu tafuta tunywele tugile tu kufanya nini? Kale kanapitaka hapa kanaenda hivi. Unamwambia unadhikanida ko? CFF. Town kwa wale unajua mna huko msemagi kule mnaenda. Mzee atakufuata mpaka kwa choo. Utamkuta amesimama hapo nje, anakuangalia, anataka kujua mnatoka na nani ndani ya choo. Unachomoka huko unaenda. Ukifika kanisani utakuta amepaki gari pale nje. Unamwambia, "Darling, nimurekirie ndenda toinokanie." Unashitwa. Tangu lini hata gari kujigushiria mlango? Kuna siku moja uliitwa takataka ndugu hii. Tangu lini sasa unaanza kubebwa? Kuna mama mwingine tulifanya hivyo. Bwana yake alikuwa anasimama anga pale City Stadium, anakuja hapo na gari hapo nje, abebe yeye waende nyumbani. Maana tulimwadvise, don't be offended. Bwana Yesu asifiwe sana. Kule kazini kwako, do not be offended. Wakikutusi, wakikulimiti, saa hiyo operate within the limitation hiyo na utachomoka. Mungu atakusaidia and you will win every battle. These battles are not won by kifua. These battles are not conquered by kifua. It is the brain. Bwana Yesu asifiwe. And the brain is freely given to you. Use it. Wacha kifua. Mdomo ni ya kukula chakula, si ya kuongea matusi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Pokeeni magari. Refuse. Ambia mwenzako, refuse to be offended. Do you know one thing? God created you with a reason. He created you. You are a master plan. A masterpiece. You are not just that ordinary. Go and look at yourself. Endo ujiangalie kwa kioo na ujiangalie mara 5. Alafu usuguka hivi na ufanye hivi, unasuguka hivi kwa kioo. Alafu unafanya hivi, unasuguka. Ujione in 6 different angles of you. You will see what kind of a person you are. You are so special. You are so wonderful. You have everything. Nobody has a brain that is superior than the other one. Hapana. It is how you limited yourself. How you grounded yourself. Venye ulijiweka, venye ulijibeba wana. Bado tiga wana. Mabimbe zako tiga wana ani weke modo kenene. Na wana na ugo mwingi. Number 3. Love them that fight you. Love them that fight you. Watu wakikuinukia, love them, waonyeshe upendo. Upendo wa juu kabisa. Ujui mimi venye naturitigi watu wengine hapa. Watu wakiniinukia na muitaka na mpeleka mpaka out. Hiyo Mungu ate tulimuona na fulani wakienda mahali. Hapana, huyo ni adui yangu. Ninampeleka Serena na muitishia chakula na kula. Namwambia salimia. Sasa hiyo naona kama ole lengu ndio huyo. Sasa unajua watu wote wananijua. Namwambia hebu come. Say salimia my girlfriend. Na yule ole lengu namwambia say hi to my girlfriend. Oh my God. Oh my God. My God. What a favor. Wani nikana ndeto ile waragia cia kotuko na muthenya joru. Cia ungoma. Na kuhaishia gane kinya na gweta girlfriend. Ukitoka huko na kuja ukirepent. Hautaongea tena. Kwa sababu already nimekuweka juu ya makaa. Sasa utakuja wewe ulikuwa unasema tunaendaga na Jelisi ndani Serena, sasa nimekupeleka Serena. Utaongea gani? Utaongea gani? Itakuwa love them, show them love. Show them you care. Hata kama you don't care inside. Show them you care. Hawa watu wapigagu na gumi. Vita za gumi ziliisha. Do a psychological warfare. Just hapa, tumia brain. Cheza na hivi. Mwekelea juu, piga juu hivi. Piga. Unaona mtu umemchezea vizuri, umemweka mpaka kwa kakikapu anakaa huko. Unamuuliza, "Wangwana mko?" Bwana Yesu asifiwe sana. Love them.
Wapende maadui wako wote, wapende, walete karibu. Adui hawapelekangwi bali. Bwana Yesu asifiwe sana. Maadui wanaletangwa karibu, karibu kabisa na wewe, unatembea na yeye, ndio usikia akipumua, kwa sababu adui utajua the time anataka kureact, utasikia mpumuo yake imeanza, unajua ako ready kwa strike. Una pull a string pole pole, unamwambia utakunywa kasoda, unamnunulia kafanta kabaridi ama Coca-Cola baridi. Unajua Coca-Cola baridi akikunywa lazima sema kama baba Shirandula, anasikia anatoa hiyo, unasikia ametulia vizuri. Na ukiweza sana unampeleka mahali kuna ka glass ka wine, red wine, ka sweet, unamkunywisha, unamwambia kunywa kidogo. Dai time anaanza kusema ena nende ushamushida. You have won the battle. These battles are not won by this. These battles are not won by gumi. These battles are won by the brain. Do a mind game. Cheza na mtu pole pole. Muonyeshe upendo hata kama umpendi. Muonyeshe na kugoro kwaku no utinio munekere. We thiage ukirugaruga gogo yathiaga na maguru meri. Bwana Yesu asifiwe sana. Na utakuwa umeshinda. Bwana Yesu, show them, love them, do not fight them. 2 Timothy, tuangalie kitabu cha 2 Timothy 1:7. 2 Timothy 1:7. Sasa ndio twende tukiedaga. Ama mirara ako peke yake, najua kule kuna joto. Wamarua 2 Timothy Uleho? Okay. Najua Kiluya ni Kikuyu. 2 Timothy verse 1, chapter 1 verse 7. For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. If you have those three things, the spirit of power, the spirit of love, and the spirit of sound mind. Kukupenda si ati ninatumia ujinga, because my mind is sound. Iko hapa, niko gangari. Akilisha kwa nila utawira. And I got that spirit of power. Power to weaken your enemies without fighting them. Weaken your enemies. Bring them down without fighting them. Do not show them that you can bring them. You do not show them that you have muscular, that you are masculine. Yani wewe ni mtu ni tatanka, you can fight. No, use your brain. Chesa na akili. That's why you got the spirit of power and the spirit of who? Love and the spirit of sound mind. Once you have those three things, you win battles. Nobody will change. Hakuna mtu atacheza na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. Watu watakata tu wanakuona kama uko na akili mingi. Wanasema uko na wisdom. Kuna mahali nilikomenti kuhusu bishop mwingine mahali. Watu walikuwa na unajua watu wote walikuwa na expect nitakoka huyo bishop. Sasa walipoona nimetaja jina yake, masikio yote ikapekwa hivi wanasikiliza. Lakini mimi najua anajua. For the Spirit of God is based on love and based on sound mind and based on the power of God. When you have those three things, you win every battle. Number 4, let go. Let go. What? Offense. Let it go. Let me tell you, if people have chosen to walk away from you, let them go. Do not even bother that somebody left you. No, there is nothing that they left you and there is a gap that will be going there. They left you because they were not part of your life. They left you because they were not part of your vision. They left you because they were not part of what God has put in you. They were joyriders. They had come and hang around you because they thought they were gonna get something from you. But because it has failed,
they will go. Let them go. Do not fight them. Do not even be, hata usifiri uko ati fulani ameenda. Tuma wazee wa kanisa 3 waende wamuulize alikosewa na nini. Hapana. Kama unasikia ameenda na amefika hapa chini, tafuta Pastor David kuja mpatie giribiri. Daigwa Paulini amemteremka hapo chini, ni kwenda anaenda, mpelekee hii giribiri aende apata kitu ya kwenda akikulaga. Na umwambie asirudi hapa tena. Because her time has expired. Bwana Yesu, lakini usiende Paulini. Not why we're talking usiende, time ijaisha. So let go. That's the book of Matthew 19:26. Matthew 19:26. Let go anything that is not of your life. Iwe ni nani? Hata kama ni mke wako, hata kama ni mume wako, hata kama ni business partner, whatever it is, if they have chosen to go, let them go. If they have chosen to leave you, let them leave. If they have chosen to abandon you, let them abandon you. There is nothing. But Jesus looked at them and said to them, with men this is impossible, but with God all things are possible. With men I will feel I've been left alone in this church. But you didn't know that God wanted to remove them because He wants to renew you. He wants to bring a new mind over you. He wants to change you. He wants to bring something in you. Kitu kikiondoka, wacha kiondoke. Kitu kikienda, hata kisidikise kiende. Don't worry. Msikia roda. Wasidikise kwa chini. Na uambie bae na usiwache waende hivyo. Hata afadhali upatiane kafe yako te, mupatie aende ndio asirudi. Wagekoi wanasemaga muiga tona jogoma ni ashokaga. Muiga tona kihoto. Ashokaga. Tafuta a reason for him to go. A good reason. Don't push anybody. Don't force them go. That's a good reason. Wale watu kama sasa wametoka kwa hii kanisa, they have a good reason of going. Good reason. Hata mkikutana naye huko unamwambia tu acha kudigo nie. Sisi hadi huko. Kwa nini? Niyo na apostle die na uru na apostle. No adwalia makorogo kan theo niyo oru. No die lakini ni mimi nilifukusa. Nilijinia utoke. Lakini hukujua kwa sababu hata mara ya mwisho tulikula ugali pale Serena na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Jeli no igwago. Then number 5, transform to self. Transform to self. Yani transform yourself. Change yourself. You have been competent. Change. You've been bitter. Change. You've been arrogant. Change. You've been all over. Change. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Change. Don't see everybody as an enemy. Don't see everybody like somebody is ako kwa ofisi yake na wewe unasema huyo mtu atolewe huko, huyo mtu azuiliwe asiingie huko, huyo mtu asifanye hivi. No, don't. Transform yourself. See everybody as a possibility. See everybody as a blessing of God. See everybody as a connection God is creating in your life. Every person that comes along you is a connection, and this connection, use it. Nifuatie kitabu cha Philippians 4:13. Use it. Philippians 4:13. Use every opportunity given to you by any person that was brought to you by God. Because once you meet me, the day you met me, I went asking God, why did you bring this man to my life? That is my first priority. First question I ask God. Nikikutana na wewe, the first question I'll ask God, huyu mtu alikuja kufanya nini? Because I want to analyze you. So nisipoteze wakati na wewe, ama nisipoteze an opportunity. Maybe you are carrying the key I've been looking for. Na wewe ni umekuja mtu mchaka, mtu amelarukiwa, mtu ambaye anakaa shetani, kumbe wewe ndio umebeba nini? Kifunguo. Na nimekuzuia pale kwa mlango, nimekuangalia, nimekuanalyze, nikaona gekotage kitura because I am of another class. So kumbe kifunguo iko na nani? Alafu nikuja hapa baba riamo kondobo seketea kifunguo nilivukusia kwa mlango, na nitaishi hapa miaka yangu nikibweka tu kama kaubwa for the rest of my life. Maana nilifukuza huyu atatoka kwa hii kanisa aende kanisa ingine hapa apokelewe, awache kifunguo hapo. Wale uone wakiendelea, we Mungu anakuonyesha nyota yako ilienda. Nani alifukuza nyota yako?
wewe mwenyewe. Transform yourself. Be comfortable. Make yourself flexible, acceptable. Make yourself conducive for everybody. Allow all classes to access you. Allow every person to be part of your life. Wale matajiri na wale maskini, waliooga na walio wachafu, wanaoendesha magari na wanaotembea miguu. Let these people be part of your life, because you never know who is carrying that which you've been looking for. Because so many of you, kuna watu tumepoteza opportunities, not because we deserve to lose the opportunity. We lost the opportunity because we didn't know ni nani huyu alikuja. We didn't know, hatukuelewa ni nani alikuja. I can do all things through Christ who strengthens me. I can do all things. I can be anything. I can be successful. Verse 14 please. I can win battles through what? Through Christ. Therefore means everybody, you and me, we are winners. We are conquerors. Nevertheless, you have done well that you shared in my distress. I shared in your problem. That is all you needed. You needed some comfort from me. You needed me to be in your life. You needed my shoulder. Ni ulikuja ulalie tu hapa. Only 1 hour. Maisha ikabadilika. Now you Philippians, know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church shared with me concerning giving and receiving, but you only. You see, aliwacha baraka kwa kanisa ya nini? Ya Macedonia. Kule kwingine hakuacha baraka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kule kwingine hakuacha baraka. Maana alisema it is only you who shared with me in giving. You and me. All other churches, they never shared with me. So what did Paulo do there? Aliwacha baraka. So there is importance of valuing everybody and seeing everybody as a good or a blessing from heaven that is meant to move you to the next piece of your life, that is meant to move you into the next level, because the glory will never be brought by God. God uses people to bring the glory. Hallelujah. Glory has never, God will never drop a glory from heaven. He will use those people, and those people will be able to elevate you and take you to the next position. Abandon, number 6, abandon the former you and seek the new you. Abandon the former you. Yule mama mzebe, yule mama mwakusegenya, yule mbaba wa uchuki na kila kitu. Abandon that man that is in you. Huyo mtu wa maligo, huyo mtu wa kujiona ni kama yeye ndio anafaa, muondoe kabisa kutoka kwako. And then seek who? A new you. By progressively involving God in your life. You can only be able to abandon the former you by progressively involving God in your life. That is the only way you can be able to drop the former you. Mimi, the reason you find me in church every day is because I am progressively dropping the Mungiki me, the former me. Ninang'ang'ana kuangusha. Ukiniangalia venye nilikuwa last month, it's not how I am now. Ukiniangalia venye nilikuwa City Stadium, it's not how I am now. Ukiniangalia venye nilikuwa kule Jericho, it's not how I am now. Because I have involved myself progressively in the word of God. And the word of God has been transforming me every single moment. And also myself associating with the right people, the correct people in my life that are there meant to push me to the next level of my life. And you can, and even mwaka huu venye tulikuja hapa, venye tuko hapa, you can see even the church has changed. The leadership has changed. The organization has changed. We might not be many, but we are a church. Bwana Yesu asifiwe sana. We are now. Tulikuwa na vita 4 months ago. Tulikuwa vita hapa hapa. Bado vita hapa. Lakini sasa unakuta vita vimepungua. Kuna wengine walikuwa wanakuja wanalala hapa. Ikazi hawakuji kulala kutafuta Mungu. Wamekuja kulala kufanya nini? Kutafuta TDH. Na hata mimi nasikia language ya TDH imeisha kwa sababu TDH wamekuwa suppressed. Wengine wameenda na wengine wale walikuwa hapa hiyo roho imekufa. Why? Unasema Mungu ni asante. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello, abandon the former you. Just what you've been doing. The character that you've been having. The character of hatred. The character of disgrace. The character that does not want to see anybody. Atukwe mudu huku kanisani, tuko hapa kanisani. Na hei mudu utageda kwa nelia. Ati umonako kaiwa utahika. Sasa unashidwa, ni Yesu mugani huyo mko na yeye? Ati kuna mtu hapa uwezi kuzua. Ati uonaka kagine sio kaiwa utahika. Nikimwakalia hivi, nasikia
Na nikasema Bwana Yesu asifiwe, amen. Bwana Yesu asifiwe, amen. But there is a person you can't look at because you feel like you want to vomit. Because the strong man in you is not yet dead. The strong man of hate is in you. The strong man of disgrace is in you. The strong man of disrespect is in you. Kama kanisa hii tuko hapa, tunamwabudu Yesu, tunamwabudu Mungu, lakini kuna watu hawezi kuongea na wao. Kuna mtu anaweza kukwambia nichukulie ile kiti uniletee hapa na hawezi. Kuna mtu anaweza kukwambia fanya hii na hawezi. Then you are still the former you. Hata hujatoka, you are not the former. You are still that man, the strong man. The strong man that is a demonic man. The strong man that obeys and respects the powers of the darkness. A strong man that does not know God. A strong man that hates humanity. A strong man that hates the blood of Jesus Christ. A strong man that hates the glory of God. You can never. And ukitaka kujua why you are stagnated, why you are limited, it is because you have some people you hate. If you can drop and tell God, every human being before me is a being created by you. It's powerful. I love it. I care. And I love whatever you created. God will also embrace you and create love in you. The moment God creates love in you, all things he created will love you. The reason you are poor is because things that God created hates you. They don't love you. Why? Because you hate an image of God. Because this woman has an image of God. So if I hate you, I'm not hating you as a person. I'm hating the image that is God. So if I hate God, anything that he created cars, he created plants, he created chambers, he created everything that he created will also hate me because I hate their owner. That is why you are poor. Look at your neighbor. Did you know that? Now you know. Mwambie, now you know. That is why you are poor. Mwambie, that is why you are poor. Yeah. Because if you hate a human being, you hate God. And if you hate God, God will stop giving you anything. He will not give you anything. Because the things he created respects him. And they listen to him and they hear. When Jeremiah was telling Coniah, he spoke to the soil in the book of Jeremiah 22 verse 29. He tells, O earth, O earth, O earth, hear the word of the Lord. Write this man. Can we give that verse? Can you give us that verse of Jeremiah 22 verse 29? Quickly please, 22 verse 29. You hear. Jeremiah didn't speak to the man. He spoke to the owner of this man. Listen. Give me 28. 28 please. Is this man Coniah? He's speaking of this man. Is this man Coniah a despised broken pot? Is this man Coniah a despised, a broken pot? Jeremiah was speaking, asking, Mudu kata iguaga. Kiki kari gitagari kia mudu. Who is this now? Is he a broken? Is this man Coniah a despised, an idol? A vessel in which is no pleasure. Bwana Yesu asifiwe sana. Why are they cast out? Yani, you are out there being controlled by powers of darkness, being controlled by forces that you can't, nobody wants. You are limited. You are poor. You are stupid. You are not thinking. You are not using your brain. And you cannot see that God wants to use you, that God loves you. Then he says, a vessel in which is no pleasure. Why are they cast out? He and his descendants. Yani, wewe mwenyewe unaona, wewe ni outcast. Wewe kitu hatari, wewe mugoroki na utoraho gitado ya agoroki. Mtu useless. Yani hata chakula haujipatii, lakini unaanza kutukana wale watu wanajipatia chakula. Hata wale watu wamekufidi unawatukana.
tulee huyu mzee mpaka akue strong, ndio tumutume kwingine. Umeelewa? A vessel in which is no pleasure. Why are they cast out? Moteto niki muthinekanitio niki? He and his descendants, when aruciaro rwake matulite thina-ini bure kabisa. It is a question Jeremiah was asking. And they cast into the land which they do not know. Hata wametupwa in the land which they do not know. Nona huyo mtu aliongea na makasiriko. Ni kwa nini? Ni kuona huyu mtu venye anakaa. Na ndivyo ni watu eteire huko. Tareka aginya tuhuhie. Na ni mundu nginya Ngai atendete, mundu giko. Kimurehe ya kaina ni kingei. Tu. Ni kingei. Hebu twende 28:29. Sasa sikiliza. Hakuongea. Na huyu jamaa ana report, anaongelelea mtu yule. Sasa angalia, basikia. Hakuongea because he didn't have time for speaking to this useless man. Akaambia mchaga, "Oh earth, earth, earth." Yani anaizungumzia na kigodhoko. Hear the word of the Lord. Twende. Thus says the Lord. Sasa sikiliza maneno. Amezungumzia mchaga. Dangerous. Bad. Thus says, write this man down as childless. Aliambia nini? Uandike. Mchanga akaambia mchanga, write this man down as childless. What is being childless? Non-productive. No business. No job. No nothing. No success. Yani you are there wasting your time. You are there living like you are living, but you are not living. You are walking corpse. No child, no success, no business, no nothing. Na watu ndio wanakutaka kanisani wengi. Wamasubua tupu. Na hana kitu anaongezea kwa kanisa ama biashara, lakini amesubua watu. Broken pot. Bwana Yesu asifiwe. Ndio mchaga inaambiwa. Na Jeremiah akaambia mchaga. Hakuambia mtu. Na hakuambia Konaya, hakuambia hata malaika, aliambia nini? Mchaga. Write this man down as child. Mchaga ukachukua kalamu, ukaandika. What does that mean? When mchaga imeambiwa write this man as child, that mchaga has been told, write it so that you will not forget that this man is not supposed to own anything. Write it. Ndio sikuja kusema ati nilisahau. Write it down. Kwa hivyo mchanga iko na nini? Iko na mikono ya kuandika. Write. Ndio usije nigenda dukana liganirwo. Uko aya kai nitwamona ile twariganirwo. No, write it. Ask yourself. No krohi ni kwandikitwo dikana gya kindu. Write na handikitwo mutaterine. A man who shall not prosper in his days. Write it. At this man will never prosper in his days. Ni mchaga inaambiwa yandike. Si mtu anaandika. Ndio mchaga ikaambiwa. Ndio isikuje isahau, ipatiane. Why mchaga? Because what is this? Ini nini? Ini nini? Ini nini? Pesa ni nini? Gari ni nini? Kanyumba ni nini? Mchaga imeambiwa, write this man down as childless. Haitakupatia. Ndio naonanga watu kama sisi. Sijui kama kuliandikwa hivyo, hatuna wake. Niki. Tadot, mutumia gida kimakateline. Wengine tumekosa wanaume, hatujaolewa. Wewe ni wenake. Ani, uko naye? Bado. Josephine, uko naye? Ulikuwa naye? Mchaga ikakumbuka. Tulikuwa tumeambiwa tuandike. Mchaga ikakumbuka. Tulikuwa tumeambiwa. Huyu mtu asiwahi kupata kitu. Akatolewa bio. Mpaka unashangaa niki na sikumkosea. Ni nini nilifanyika? Mchaga ilikumbushwa. Ikaulizwa, why did you do this? Why did you allow this? Umeweka kabiashara kamenawili. Kanaaguka maana mchaga imekumbushwa. Nani alikwambia upatie huyu mtu pesa? Because ameandikwa, write this man down. For none of his descendants, none. Hebu shika your statement. None of his descendants. None. Yani kumawe kutoka hapo kwenda
huko hakuna hata mmoja wake atasucceed. Hakuna, none. Bwana Yesu asifiwe sana. Naona kuvia hapa kanisani ati ni kuomba naomba ati jogi ni mahoya mahoya. Na imeandikwa none of your descendants. Acha maombi, ende utafute. Ujue kama ni kuandikwa kumeandikwa. Ende utafute, go search. Ni hapa si huko, ni hii. Mliagusha mumeagusha mpaka mmeharibika. Sasa iende angaliwe hapa kwa sababu nikiguza hapa ndio inalia hivyo. Maelewa bro? So umesikia? None of the descendants. None. Wachana na hiyo ya juu. Ate hata za. Wachana na hiyo. Man shall not prosper. Wachana na hiyo. None. Ruciaro rwa kana kindu kianyu kana kindu gitanitio nawe. Hiyo ni vita mbaya sana. Lavu hapa haitwi. Najua kama nani anaitwa Kaini. Kaini aliambiwa na Mungu, mpaka akaenda akaambia Mungu, the judgment is too harsh for me. Hapa haitwi ndio aseme the judgment is too harsh for me. The man is despised, a broken vessel. Bwana Yesu asifiwe sana. Ask yourself, what are you in a church like this one? What are you in your family? What are you in the business? What are you? What a kind of a human being are you? Are you a broken vessel? Are you a cast? Are you hauled? Umetupwa. Yani huyu mtu anasemekana mpaka walitupwa na mama yao hawajui. Yani walitupwa kwa kichaka. Hold with your mother and your father and your whatever. Pule kabisa. Yani hiyo nataka kuinterpret sasa the bitterness. Akiachilia hiyo maneno aliachilia aje? Tena iko hiki kidu wako kidu wita. Yani nataka kuimagine huyo ni Mungu. Ni Mungu. Si Jeremiah, ni Mungu anatoa hiyo bitterness. Sasa niambie, unaweza kuwa Mungu alikutolea hiyo bitterness? Inaweza kuwa what you are going through ni bitterness ya Mungu. Unaweza kuwa kuna kitu ulifanya nyumba ya Mungu kakamkasirisha. Unaweza kuwa kuna kitu ulifanya hata kule ulikuwa umeolewa ikakasirisha Mungu. Could it be the reason umeomba nothing is happening in your life? Hello, mudhe mumakirema. Number 7. Seek to know God's assignment over you. Seek to know God's assignment over you. When you doesn't understand the assignment that God has given you, you are useless and hopeless. You are a broken vessel. You don't deserve to live on earth if you don't know the assignment God has given you, because that is what will make you speak a lot. But if you understand your assignment, you restrain yourself in the assignment. Do gira karagire sirito ukimenya assignment yako taruki kumbe wamenya assignment uliwarakara. Yes, akalia. Lakini zamani hauko unajua. That is why kumbe wamenya assignment yako ule uliwaje kwa ukaruka huko. Yes, man, will you understand? The only thing that can make you become successful if you understand the assignment. Just ikia kwa hii kanisa, go down on your knee, look ways to understand what ni nini Mungu alikufanya ukuje kufanya hapa. Why did you come here? Why are you in this church? What is your purpose here? If you know the assignment, you will not waste time with any idiot. You will not waste time with any mediocre. You will not waste time with anybody until you know your assignment. That is when the Spirit of God will come. Because the Spirit of God will never come to a person who does not understand himself, because you will misuse the anointing. That is why you see when we are anointed, we are sent to the bush to go and languish in the bush until you come to self-realization of who you are. Then God will send pillars to come and hold you. Because if you don't know your assignment, and this man has been told, shika hii kitu pereka, shika hii pereka, ama mwingine huyu ameitwa akuje, huyu ameitwa akuje, huyu ameitwa akuje, then when you come, I will push you away from you, because I don't understand myself.
I don't know that I need 10 people to be my pillars. I don't know that I need 5 people to be my pillars. I don't know I need some people to be around me because I don't understand the calling in me. But the day I understand the calling that is in me, I will understand the assignment that God has given me. And therefore, I will go to God like Moses and tell God, now that I have found favor in you, I have found the grace of you, then I'll need to walk with you because I have understood what you want in me. I have understood what you brought me into this world to come and do. Therefore, I need your presence in wherever I'll be going. That is why Moses, because of that word that he told God, now that I have found grace and the favor in me, in you, then what you need to do, empower me to achieve what you called me for. But you can never be able to tell God, empower me, if you don't understand. You must have the understanding that this is the calling I have. This is what God has made me. This is what God called me to come and do. Therefore, once you know what God called you for, then you will be able to ask him for the tools of the job. Many people are languishing in poverty. Many people are languishing in confusions. Why? Because you are existing in an existing atmosphere. You are just there. You know there are people here. Hata hapa kanisani na wananga tu. You are just there. Yani uikalete ugo, you are just vague. You are just vague. Uko just there. Yani neke rutugu yeterere gushinwa makara. You must rediscover yourself. You must know yourself. Before you come to hold a microphone unataka kuimba, ask yourself, am I called here? Before you become that pastor, am I called? Before you become that evangelist, am I called? Before you become that usher, am I called? Before you become that security man, am I called? If you are not called and being given an opportunity to be in a position, utakuwa kazi yako ni kusumbua watu. Watu watakuwa wakikutumia kufanya maneno. Like now you are called, like now tuseme this man amekuja, he does not understand why he's been called. What will happen if I take him to become my security? He will become my insecurity. Why? He will be giving informations about me out there. He will be used by this one to stop people from coming to see me because she has an interest. But if you know why you are existing, why you've been called, it means you will be what? You will be standing your ground and nobody will tell you what to do if it is not within the mandate. If it is within the mandate, you'll be able to work within that mandate. But if it's outside the mandate, then you cannot command me. Like me now, you cannot change my idea. You cannot be able to change what God has told me. I will give you the vision so that you interpret the vision, but not changing the vision. Just interpret the vision and run with it. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nikiona umejaribu kudevert, utajikuta hapo mbele ninajogoma. Nitakugoka ya kichwa na nikuondoe, because you cannot kill my vision. I cannot allow you to kill my vision. You cannot. You cannot. You were sent to come and help me propel the vision, but not to kill my vision. Kukuriga na godike. Na roho joke hajuge. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tudhie matuine bado. Keep off. Number 8. Keep off people that are unproductive. Hiyo ndio kali sana. Keep off that person that is unproductive in your life. Keep them off. Remove them from you. Don't sympathize with them. Don't even want to be associated with them. Hata kama ni mtu ni brother yako, keep them off. If Abraham listened to God, he could not have walked with Lutu. He could not have even given out his wife. He could not have faced the challenges he faced. He could not have been beaten the way he was beaten. He could not have almost died. He suffered in all his way until this man called Lutu came and abused him, telling him, welcome with them. Unafikiria hata una akili. Watu wako hauna nikewe nakyo na ginya ng'ombe ici ni kureithagiria ni ndio methaji. Disgrace. The unproductive people will cause disgrace on you. They will abuse
abuse you. They will demean you. They will belittle you. They will look down upon you because they don't belong to your journey. They don't belong to where you are going. Abandon them. Don't carry them. It doesn't matter who they are. It doesn't matter what kind of money they give you. It doesn't matter what kind of anything and the support they say they are pretending to give you. If they are not part of your life, they will not be productive to what you are doing. Just chase them away. Drop them. Hai. Nafikiria kukudrop ni dakika ngapi? Dakika moja. Tutacheka na wewe saa hii. The next minute tunasikia hata kunikaribia huwezi kunikaribia. Why? Unataka tuweka tena. Why? Unakuja kunikaribia kwa nini? Kufanya nini na wewe? Tunaongea why must I waste your 10 minutes? Why? And you are not helping me. I'm not helping you. See, I will let you go. Bwana Yesu asifiwe sana. I will let you go, and immediately before you leave the gate there, the replacement will already be here. Because I have emptied. Lazima umwage ile maji iko kwa kikombe, ndio maji mazuri yawekwe ndani. Kikombe kama umekijaza na takataka, hauwezi kuwekewa maji, maana already takataka iko nani? Iko mahali pale. So ondoa matakataka kwa maisha yako. Ondoa. Don't bother. Usisikie huruma. Be merciless. Bwana Yesu asifiwe sana. Now I'm training you. Be merciless. Don't be sympathetic to idiots who will come and they just eat you. Watakunyonya damu, wakunyonye mpaka maini, wakunyonye mpaka tobo yote. Watarudi wakuache hapo, waende kule kwingine wakanyonye. Because they are parasites in your life. Remove that parasite in your life. Remove that kimutu. Ati ni kimwanaume. Ati kuruta kwa modromi oge. Tupa ukufe. Kama ni kukufa na kufa. Kutupa. Odoa. Hikyo kimwanamke kinakusubua. Kiondoe kwa maisha yako. Throw them out. Na upite vizuri uangalie kama kimiaguka mahali ulikuwa unataka kiaguke. Na unakuja na unakiangalia vizuri. Alafu unakiambia pole sana. Na unaenda. You must be ruthless. When it comes to what God has called you to do, you must be very ruthless. Don't allow anybody. Because we said early, God is a God of seasons and time. And when it is your time to be blessed, kama sasa, this is my season. Tageleweza kana season yako. Na ndio menya yukaga kahida. And season, mlango ya season ikifunga, ukose kuutilize inarudiki, inajifunga. Na kurudi kufunguka, na labda season yako inafunguka after 20 years. Una imagine mtumia to wewe uko na si uko ati 50 floor. Sasa imagine itafunguka ukiwa 7 floor. Just tell me, Penina. Just tell me, ikifunguka after ukiwa 7 utafanya nini? What will you do? Ndio nanga tumuzee tugile tunabebaga mabriefcase imejaa makaratasi na magazini na Bible, kana saidaka kakitembea hivi, kana jiita ka apostle ama ka bishop, hakana kanisa, hakana nini, hakana mpaka fair, kana kuja kukaa hapa. Kuna kingine kana kuja kunidakaja hapa. Hadi Bwana amesema. Bwana gani? Mimi nilimwambia Bwana huyo bwana yako simutaki. You are poverty yourself. You are full of poverty. What are you coming to prophesy to me? Ni unabii ule kugedekerelia leo ni. No. Wewe mwenyewe hauna kitu. Duli miaka mtu na miaka 80 aroka kode unabii ule ko. Dali onaki. Ageshoka kuma hali yako ya apostle. You know, the Bible says where you go and they bless you, become a blessing to them. And if they don't bless you, shake. Sasa nana todo kamenyereta ko intimidate ya dole. Kalenda konyo nidi atere, if I don't do it, atafanya nini? Ataligithia dira. Kwa hivyo nirudi kwa mfuko, ni mtu nakwambia msee, namwambia msee, teremuka, nipatie namba yako ya simu nikutumie. Wewe ikoroka ni ratomo. Sema huyo msee asiingie hapa tena. Niadi akaligithia dira tuone kana he hado towodi. Doge. Wewe kufanya mistake yako miaka hiyo yote alafu kuja kututisha ati utaligithia dira. Kwenda ligithia, piga vizuri. Piga vizuri uone kama kuna mahali zaidi. Utatuacha kama tumesimama. Shake them off that are of no value into your life. Shake them off. Don't have 10 people that are valueless to you. Don't have even one person who is adding no value to you. Just drop them off. Be ruthless. Execute your gift given to you by God.
by being ruthless, by behaving like God, because we are gods, aren't we? Yes, we are gods. And the God hivi saisi anaweza kukuzima na uzimike na unatuendelea na maisha itaendelea. Ala, kwani maisha imekosa kuendelea? Si watu wamekufa na maisha itaendelea na dunia itaishi ni kama haukuwa na haukuwahi kufanyika. That's God for you. Drop and forget about everything. Wacha kushida te mwili adigire na siana umadio ni azia imaturita zina miaka 20 tunagane magire kwenda kabisa. Hiyo ni gift mtoto ulipatiwa. Tafuta aende fanya kibarua. Lea mtoto. Kakuli adhani shigana. Akule na ashibe vizuri. Na hata asijue kama alizaliwa na mwanaume. Asiwahi kujua. Wakikuuliza unamwambia ulimnunua kwa supermarket. Na maisha inakaa hivyo. Asiwahi kuregret ati I wish ningekuwa na baba. Fanya bidii. Lakana kale gaku. Gaikare. Kakaikira dhuti. Italians menswear. Designer suit. Yani hata kakika ukaenda ukambia I want kuna bure kidera mwana. Sasa tuseme Agnes ananipeleka kwake, anaanza kunifanyia introduction kwa mtoto wake. Sasa anaambia mtoto wake sasa huyu ndiye anataka kumtadate. Anamuuliza for what? Akuja kufanya nini yenye haujafanya? You see, treat your raise your standard. Lift your standard. Be hata mwanamke akikuja, hata mwanaume akikuja kwa maisha yako akikuchugulia hivi, anafikiria mara ngapi? Ategioka roda atedonake hiki ategihocho delio. By the time nikuje hapo nafikiria kwanza, maana venye umejiweka, how you are, nobody can be able to attempt to come near you because you have raised your bar, you have raised yourself. Nobody can be able to joke around with you. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Let's have the book of John 16:33 to see the word of God supporting that. John 16:33. John 16:33, please. Quickly. Yeah. These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulations, but be of good cheer. And simple. Tikwa jagote ate atigiro ciana ciakwa ni muthuri ate akaenda akaniacha nderete ciana ciakwa ithano na thina muingi muno. Hiyo ujinga mweke chini. Kama wewe ni mama, lea watoto. Mikono uko nayo, kwani difference yako na mzee si ni hizi nyonyo tu? Kuna kitu kingine? Si uko na akili? Si uko na mdomo? Si uko na mkono? Vidole vitano, kila kitu kyote ile iko na mwanaume, si uko nayo? Lerashiana, make them kings and queens on earth. Make them feel that they have a mother. Kama ni mimi niliachiwa watoto, niko na watoto 21, lakini watoto wangu wanakaa mzuri like kings. Yes. By the way, niliitwa Guka. Guka. Unakosa kakwetera ndugu. Yeah? Yaani mtu akora kana hivi huko. Sasa nimeondokea. Baka nimefeel. Lakini good, that's a blessing. Ati niko na shiana siako. I have seen them. Meaning hata nitaona watoto wa watoto wangu. Hallelujah. Simukuje mada nyumbani tukuje hiyo kachai. Wale mtaweza. Tukuje hapo nyumbani tukunywe hiyo kachai. Utakuja Agnes? Kujeni hapo made kwangu. Katoto kataletwa, nikaone nikasalimia. Kanite Gooks. Gooks. Na ni mzuri kuitwa Gooks. Wagapi wameitwa shosho hapa? Mashosho ni wagapi? Mashosho. Good. Na maguka? Guka. Ian. Unaitwa Guka? Guy. Are we safe? Boko ndilo.
Umeitwa kuka ama hata baba bado? That is a blessing. Bwana Yesu asifiwe sana. That is what? A blessing. Allow number, tuko namba gani? Number 9. Allow God to reshape you. Hello. Allow God to reshape you. That the shape that is formed by you, allow it to be broken. Allow God to deeply reshape you, that you become a leader. And when you become a leader, it means you will be thinking like a leader, walking like a leader, doing things like a leader, and you become a patriot. That everybody around you is a friend. Whatever they are doing for the glory of God. Whatever is happening around you, it is for the sake of the kingdom development. Bwana Yesu asifiwe sana. Anybody in this church, whatever department you are working in, whether you are washing the toilet, whether you are cooking for the apostle, whether you are here machine, whether you are in the camera, all of us, this is a combination of the kingdom progresses. We are building the kingdom. We are all. Yule amejenga pandi yako, hata kukaa, hata hivyo umeioni. It is the kingdom. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Total, that's what we call it, total surrender. Surrender and stop mediocre. Stop being a mediocre. Stop being a hopeless, a hollow person. Total surrender. Surrender to God. Let God reshape you. Let God build and produce the real character that is you. Let him produce the man he created, the woman he created, the person he purposed, the purpose that is in you. Let him produce you. Don't produce yourself, brother. Let God produce you. Surrender. Just release yourself. Usianze kuona makosa ya watu, release. Usione release yourself. Just surrender. He will produce you. And he will produce the copy he wanted. And then give it the responsibility. And give it a chance to stand. And then he will use you as a vessel to the world to know that this is a vessel from heaven. If you surrender. Surrender. Stop those shenanigans, things that you are doing. Just surrender. And number 10, which is my last, desire God to bless you. Hallelujah. Desire God to bless you. Matthew 6, chapter number 8. Matthew 6, chapter 6, verse number 8. Desire. Bwana Yesu asifiwe sana. You can never be blessed if your heart does not have an accommodations for the blessing. If your heart is full of worms, if your heart is full of mignon, if your heart is full of cockroaches and the jiggers, they are in your heart, then it means you are not going to accommodate God. Bwana Yesu, you are not. So God will not bless you. God can never bless anybody who is not blessable. Therefore, do not be like them. For your Father knows the things you have need of before you ask. Do not be like them. Because your Father knows everything that you need. Meaning, surrender. Just desire for him to bless. Just tell God, I desire your blessing. I desire. Father, help me. Father, guide me. Prosper me. Father, just cry it to the Father. He will do amazingly, powerfully, exceedingly, wonderfully. God bless you. Because therefore, do not be like them. So, kuna wao. Do not be like them. Do not be like them. Be like yourself. Be like your Father. He knows what you want. Desire to walk in the blessings of God. Remove the impurities of your heart. Remove the impurities of your mind. Remove whatever. We must renew. Live by renewing what? Our minds. But do not conform to the things of the world. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Are we there? May God bless you for the word tonight. I hope it has blessed you. Me, I'm completely blessed. I am a good boy now. Look at me. You'll never see
the bad me that you are seeing. From today, I am a good man. Can somebody promise God that from today, I'm going to be a good citizen of this world? Just lift up, stand up and lift up your mouth. Tell God, from today, I want to be called a child of the kingdom. From today, I want to be blessed by you. From today, I want to be successful in my life. From today, I want to be a winner. From today, I want to walk in the steps of the Lord. I want to walk in the prosperity, the growth, and the desires of being blessed by God. Oh. Open your lips. Just fungua kitu kinywa chako. Mwambie Mungu, I am your child. I desire your love. I desire you help me to drop the mediocres in my life. I desire to remove any impurities, any obstacles, any limitation, any forces of darkness that have been working against my life. I desire that they may come out of me, that they may come out, that today I will not entertain nonsense in my life. Just be ruthless, execute. Achilia tu, waachilie wote ambao si wahusika wa maisha yako. Waachilie wote ambao hawana dhamana kwako. Viachilie vitu vyote ambavyo havina mapenzi ya Mungu kwako. Moyo wa kunyenyekea, kubondeka mbele zako. Niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele zako. Niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele zako. Sikiliza sasa. Hear me now. Today is a day that is a day of transformation. We are within our birthday of the ministry, and in every year of the birthday of the ministry there is a renewal. There is something new that happens in your life, and because from today I will never myself to be the same again, because God will do something new in me. At the same time, the ministry will never be the same ministry you used to think or used to see, because there is a birth. Bwana asifiwe sana. And indeed, God has released tonight an authority in your mouth that whatever you shall ask in the name of Jesus shall be given to you. Make that commanding authority. Command anything that you want. Command anything that you really want God to do in your life, and it shall come to pass. As you are commanding, come drop your offering, your tithes, your sacrifices, whatever you call, whatever name you give it, just give it, bring it closer here. Drop it here as you tell God. Don't just drop it. As you tell God, speak to Him. Tell Him, I want renewal. Just speak, open your lips and speak to Him, and let Him know what you want. And as the Bible has said, do not be like them, because your Father knows already what you want. Be like yourself. As you seek for Him to take over your life from today, let Him command. Open your lips and command the blessings. Whatever that you've been yearning to have, whatever that you've been yearning to be, or yearning to become, let this Holy Spirit, the power of God, to come and speak to you. As He speaks to you, there will be a renewal. There is a
a powerful transformation that will happen to you. There will be a paradigm shift, and you will be shocked with what will have happened. Niumbie moyo mpya. Yes, mwambie akumbie moyo safi, moyo mpya. As you drop your sacrifice, if you are ready to drop your sacrifice, the field is open for you. Anga imefunguka. Anga imefunguka. As you drop, anga is open now for the blessing. You command it. Command anything that has been against your life, that has been against you, that has been against whatever that you've been doing. The Spirit of God. Niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kubondeka. Niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kubondeka. Bwana niumbie moyo safi, niumbie moyo mpya, moyo wa kunyenyekea na kubondeka mbele zako. Kunyenyekea na kubondeka. Bwana niumbie moyo, niumbie moyo. Tulia kidogo. Tulieni. Wamarwa sound man, give these people sound they want. Which number are you? Number one. Praise God. Thank you, Jesus. Okay, go ahead now. Number one. Say something. Praise God. Hallelujah. And you? Thank you, Jesus. And you? Are you there? Hallelujah. Oh, thank you. And the keyboard man, can you? Ataka sasa, what else to praise? What to put praise. Weka kitu tukusikie. Weka lingala ya Yesu. Yes. Haya, tulia. Haya, ni lingala tu. Wale tulikuwa tunaenda kule lingala. Pole tu. Na tumalingo tu, unaweka tumalingo tu kidogo. Niangalia tu. Na usikae kwa hiyo kiti ati, kwa sababu cheza kama unacheza vizuri tu, pole. Haya, weka kitu. Inua kitu baba. Wacheni kujifanya ni kama hamjui hii kitu mlienda.
Kulia
hujatupeleka ukambani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ungeweza cheza. Yes. Cheza leo ni kama unaenda kufa leo, alafu kesho utakuwa. Haleluya. So we must praise him. Praise him with an African way. Haleluya. Tumalize na Kikuyu ama tuanze na Kikuyu? Any can do. Unajipenda hawa. Hebu jipigieni makofi sababu ya kujipenda. Tupeleke ukambani basi. Jamani. Unatisha watu. Ongeza tempo. Penina. Kama wewe umevaa kama mimi, kama wewe ni mtu wa aina yangu, mtu yeyote anaitwa mwanamke, shika ngita hapa na mimi. Wote wamama. Sijasema wanaume, nimesema wamama. Alafu kama wewe ni mwanaume, yako unachezea hapa, yako inaitwa bass. Unachezea hapa. Pastor David yako unachezea hapa. Alafu sisi watu inaitwa Western. Haleluya. Haleluya. Amen. Unajua wakati mwingine ni vizuri kuwa crazy before the Lord. Haleluya. Unajua sasa hivi tunafanya practice. Mbinguni tuliambiwa ni kufanya nini? Hakuna hata maombi huko. Sasa ukishindwa hapa huko hauna bahati. Baba tawala, 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 Baba
Nekiongo moinera nekomwenda Nekiongo moinera nekomwenda Nekiongo moinera nekomwenda Nemwendete mwathani na ngoro yakwe kamwenda Ongeza tempo haraka. Ayusho wakirone mwene
Hallelujah.
Hey,
Pigia Yesu makofi.